Mambo haya 6 yanadhoofisha mifupa yako. Usipotumia kirutubisho hiki utakuwa mlemavu mazima. Daktari, mgongo wote unaniuma. Nimebadili mpaka godoro. Najitahidi kila siku nalala chini, lakini wapi? Au ni uzee daktari? Hapana, sio uzee. Mbona bado kijana tu? Daktari, siwezi kusimama kwa muda mrefu. Maumivu ni makali, miguu inaishiwa nguvu. Au ni uzee daktari? Hapana, sio uzee. Mbona bado binti mdogo sana? Daktari, nashindwa kupanda ngazi, nashindwa kuchuchumaa, nashindwa kupanda kitanda kirefu. Sijui ni uzee? Hapana mama, sio uzee. Msongo wa sumu za vyakula katika damu husababishwa na vyakula vya kukaanga, yaani fried foods. Lakini pia uvutaji sigara huchangia mwili kuwa kwenye msongo wa sumu ambao ni oxidative stress. Hali hii hukausha maji kwenye joints na kuleta maumivu makali kwenye mifupa, lakini pia joints kwa ujumla. Upungufu wa vitamin na madini zinazojenga mifupa. Mfano, upungufu wa vitamini D hushusha ufyonzaji wa calcium kutoka kwenye utumbo mwembamba na kutoka kwenye chakula tunachokula. Lakini pia upungufu wa vitamini K2 husababisha uchukuaji wa calcium kutoka kwenye damu kwenda kwenye mifupa. Na upungufu huu wa madini ya calcium hufanya mifupa kuwa laini na dhoofu. Kisukari kilichojificha, yani prediabetes na diabetes. Ugonjwa huu unaweza kukimbilia kwenye mifupa na joints. Ukikimbilia kwenye mifupa ya joints husababisha maji kukauka kwenye joints, lakini pia kusababisha maumivu makali. Na ndio maana wagonjwa wengi wa kisukari wanasumbuliwa na matatizo ya mifupa. Kadri unavyoongezeka uzito mkubwa, unaongeza msuguano wa joints, yaani unaleta stress kwenye joints na kusababisha joints kulika. Hivyo basi, mtu anapokuwa na uzito mkubwa husababisha mifupa hasa magoti, nyonga na mgongo kufanya kazi zaidi ya uwezo wake na kusababisha maumivu.